kizito kwake. Hiki kipindi ni kipindi kizito kwa watoto wa Mungu. Hata tunaposoma mateso yake. Kwa hiyo wakati njoo kipindi Yesu ambacho chenyewe tunapitia sasa. Ndugu mpendwa, kama utakuwa na fadha ya kufanya, lakini ukumbuke kama hii siku tuko nayo, tunakuwa na ukumbusho wa kukumbuka mateso ambayo Yesu aliteseka, ama lile ambalo alitaka kufikiria kufanya afike misio yake mimi na wewe, kusema tukombolewe. Bwana tusaidie sana. Useme Baba na mimi unikumbuke, usiniache, sababu kipindi kama hiki kilikuwa kipindi kizito kwake. Tena kizito sana. Njoo maana alienda mlimani akaenda kuomba haya maombi. Sababu hata sisi watu wa Mungu katika ulimwengu tunapitia mengi. Ni mengi ulipitia hapo mtoto wa Mungu. Ni mengi ambayo umeona tangu uko mara umepita mengi. Ni mengi ambayo alikuhuzunisha. Ila Baba alikuwa anakuona. Hakuikaa kimya, hapana. Alikuwa yeye anataka mapenzi yake Mungu ndio yafanyike kwako. Hapana kisi wewe unavyotaka. Sababu unaposoma maandiko, wakati Yesu aliona picha ya mateso ya msalaba, wakati Yesu aliona kisi atapigwa na kudharauliwa na kutembezwa uchi, hofu ilimkamata. Alisikia hofu, watoto wa Mungu. Akasema Baba, hiki kikombe ingekuwa heki niepuke. Bwana tusaidie sana. Akasema Baba, kikombe hiki kiniepuke. Alipoomba yale maombi mlimani huko shambani Gethsemane, akamwambia kikombe hiki kiniepuke. Kuna wakati ndugu yangu napita katika mambo mengi. Kwa nini? Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu niwe nakasirishiwa? Kwa nini niwe najaribiwa tu? Kwa nini niwe naomba mpaka nifunge na vifungo vingi? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Mungu aliyeniumba duniani, kwa nini? Tunajiuliza, tunakuwa na maswali mengi. Sababu mtu wa Mungu anapopita katika jaribu, mtu wa Mungu anapokuwa katika kipindi kizito, anajiuliza mara kwa mara, Mungu kwa nini tu mie? Mungu jua nini uliona hivyo? Lakini Baba anasema, Bwana Mungu anataka kwako yaliyokuwa mapenzi ya Mungu ndio yafanyike. Na huko wakati anaikaa kimya, tunasikia katika maandiko aseme aliikaa kwanza kimya. Sababu yeye kusudi lake alikuwa lile ombi la Yesu Kristo. Alikuwa na kusudi ambalo alimtuma aje kufanya hapa duniani. Oga ulipomkamata akatizama mwanae, ilibidi afanye aje? Alimuongeza nguvu. Alimuongeza nguvu kusudi asimame na kushinda na kuendelea kutimiza kama yale aliyokuwa kutenda. Bwana tusaidie. Alimuongeza nguvu kusudi lile ambalo alishukia ulimwenguni akuje kulitimiza kwa ajili yako mimi na wewe. Bwana atusaidie. Basi ndugu mpendwa, kwa neno hili alikuta wanafunzi wamesinzia. Hapa katika mstari wa ngapi aseme wakati walipanda mlimani, wanafunzi wamoja walisinzia, wale wafuasi wa Yesu. Wale ambao walisema Baba tutakufuata. Na wengine wakasema mpaka mwisho wa dai, mpaka kwa utakufa tuko na pamoja na wewe. Lakini sababu wao walikuwa wanavaa mili tofauti na Yesu Kristo, kuna vipindi walifika walichoka. Kuna vipindi katika safari walisinzia. Kuna vipindi ambavyo walisikia hawawezi tena kuendelea kutenda kazi sawa sawa na jinsi Yesu alikuwa anasimama katika maombi. Mungu Yesu aliomba usiku na mchana. Iko namwambia Baba wa mbinguni, nisaidie kikombe hiki kiniepuke. Katika wakati wa Pasaka tunakumbuka wakati wa mateso wa Yesu Kristo. Jinsi alivyoteswa kwanza, alivyoendelea kuomba pale katika mlima wa Mzeituni. Alikuwa akiomba, sasa alikuwa anajua saa yake inaenea yeye atiliwe katika mikono ya watenda dhambi. Alikuwa anajua kama saa yake inaenea sasa kusudi yeye aanze mateso ambayo yalimleta hapa ulimwenguni. Alikuwa anajua kama saa yake inaenea sasa atiliwe katika mikono ya wenye dhambi. Ndugu mpendwa, sisi ambao tulimkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi katika ulimwengu, sisi kama vile wafuasi wa Yesu Kristo, sisi kama vile Wakristo ambao tumempokea Yesu, sisi kama vile Wakristo wa kwenda safari ya kwenda mbinguni, sisi kama vile aliahidia ahadi nyingi. Ni vingapi ambavyo unapopata katika ulimwengu unamuita? Ni vingapi ambavyo unamsahau, unakata tamaa? Kwa yenyewe unaona, kwa yenyewe unafikiria, kwa yenyewe anakupata. Lakini neno la Mungu linakuja kwako siku ya leo.
ikaa kwenye maombi. Umwambie Baba, nataka yaliyokuwa mapenzi yako yafanyike kwangu katika mji huu. Usifurahie tu furaha ambayo umekuta hapa. Hapa hatuna furaha, tuko wapita njia. Ni furaha ya muda kidogo, sikuzubalishi. Tuko wasafiri wa kwenda mbinguni, ni muda kidogo tunatoweka. Huwa hatujui hata kulala na kuamka. Ni nyingine safari. Wengine wanalala hawaamki. Hautajua siku yako na saa yako. Ndio maana Mungu anataka kuleta message ya kukupatia angalisho mtoto wake. Akukwambia wewe usizubae na dunia jinsi inavyozunguka na maua ambayo yanapamba katika ulimwengu na yote ambayo katika ulimwengu. Jitie sambamba katika njia ya Bwana. Acha ujue kile ambacho Mungu alikuletea hapa Hosea. Mwambie Mungu, niko hapa, nataka unitumie. Mwambie Mungu, niko hapa, nahitaji nifanye yaliyokuwa mapenzi yako. Mwambie Mungu, omba. Hapana shughuli zikubebe zikupatie kiasi cha kumsahau Mungu, hata kuikana naye sana hata masiku moja. Unaongea na Mungu. Ile ambalo Mungu anataka kufanya utaitimiza, kwa sababu uliika kuzungumza na baba yako. Ulimwambia Mungu, niko hapa, nimeshafika Hosea. Umenileta wewe, unajua nini nataka kufanya. Au kunileta kula tu na kunywa. Au kunileta kuona tu raha ya hapa. Nijenge manyumba na manyumba yale yatabakia, mimi nitapita. Ila nataka nifanye yaliyokuwa mapenzi yako, ili siku moja nikuone na huko mbinguni nikaingie. Bwana tusaidie sana. Kumbuka mateso ambayo Yesu aliteseka juu yako. Usifurahi ndugu mpendwa, tukipika katika kipindi hiki. Maishani mwako usifurahi, usiwe na furaha ya ajabu, sababu huyu mwenye alikufa na kuteseka ni kwa ajili yako wewe uwekwe huru. Usionewe. Uwe unajua kama wewe uko mfungulivu, ulifunguliwa kupitia hii damu yake. Uwezo ambao amefanya msalabani ni kwa ajili yetu sisi tuwekwe huru. Kwa hiyo acha maombi haya yawe kwa